Ta imagine uthiete thibitari guthi kuheo mwana ukaheo mwana wega mwana ucio kaga kurira no manathi aria marakuheithia mwana ucio makona no macinire mwana ati tondu ndararira tathikiriria wigwira rugano rwa ha ningi utarabangurikanie njetagwo Wandua wa Mwangi. Kwa majina naitwa Divina Kangwana, natokea pande ya Kisii, Keroka, na nimoleka kule sides za Etago. You are around Etago, hapo ndo nimoleka. Yeah. Naweza taka tu tuguzilie kidogo safari yako ya ujauzito venye ilikuwa. During my pregnancy safari haikuwa mbaya, like sikuwa na changamoto sana. Hapo mwisho ndo nilienda hospitali nikaambiwa unaweza kuwa mbele 2 weeks ama nyuma 2 weeks, so unaweza rudi utulie then utarudi. So nilienda hospitali like nikaambiwa ningoje 2 weeks. Yeah, tarudi. Twende sasa kwa hospitali. Wakati wako wa kujifungua umefika, ulijipata aje uko hospitali? Like nilikuwa na feel usiku, nilianza kusikia vibaya usiku. Yani tukawa juu we were prepared hiyo usiku, nikaambia bwanangu nasikia vibaya. So tukajipanga na tulitoka kitu 5 asubuhi. Tukafika hospitali around 6. Then hapo nikapimwa, then nikaambiwa ningoje, like nilikuwa karibu. Kaniambia kitu 2 hours nitakuwa nimefanikiwa. So wakaniambia nirudi kwa bed nipumzike, but juu hiyo maumivu nilikuwa nasikia, nikaambia siwezi, acha tu nizunguke at least nifanye mazoezi then tuone itakuwaje. So nikawa nafanya mazoezi pale, then time kafika, daktari akaja akanipima nasi. Akaniambia niko ready, so nikabaki kwa kitanda, ikakuwa ni kushughulika kujifungua. Tuendelee. Yeah, so nikajifungua vizuri, mtoto akatoka vizuri, but hakulia immediately. So ikakuwa ni kushughulika, madaktari manasi wanakaa gonga venye wanagonga watoto hivyo, wanajaribu kumzungusha, kumtoa vitu kwa mapua. Hakulia immediately, bado hakulia, but alikuwa anajaribu kulia. Nilikuwa na feel nika kuna kitu labda ni mapua ndio inafungana. Sikuelewa juu mtoto wangu wa kwanza nilijifungua vizuri, sikuona akiwa na hiyo shida. So tukakaa hapo, wakashughulika, nasi akaitisha heater. Akasema aletewe heater, akaeka mtoto hapo kwa meza yenye ilikuwa opposite na mimi, then akamwakishia hiyo heater. Hao manasi wengine walikuwa manasi 3, so hao wawili wakaendelea kushughulika na mimi like placenta, nikashonwa hivyo. Wakaniambia uko sawa, unaweza enda ward. Nikaambia nasikia nimeishiwa, siwezi enda peke yangu, at least nipate mtu anicomfort. So ndo wakaita bwanangu na nasi mwingine, wakanishika wakanipeleka kwa bed. Let's say after some minutes, 5 minutes hivi kama nimeingia bed, mtoto akalia. Tulimsikia kweli akilia, then si tukajua mtoto labda amelia kwa uzuri, Mungu amemsaidia. Wakasema nasi wakasema baba ya mtoto aendee mtoto. So baba ya mtoto akaendea mtoto, akamleta kwa ward. Nikasaidiana na yeye, tukamvalisha manguo, though sikuwa hali nzuri, sikuwa na nguvu vile, but tulisaidiana tukavalisha mtoto manguo. Tukawa tunatulia tu, tuko pale, but huyu mtoto aliendelea kulia, like hakunyamaza. So akashinda anasumbua kulialia, na nilikuwa nafikiria labda ni tumbo inamuuma ama kuna kitu kingine. Newborns wanakuanga na maneno mengi, sikuelewa shida ilikuwa nini. Alikuwa analialia muda kidogo, tunampembeleza ananyamaza, but hiyo cry iliendelea kulia, aliendelea kulia kwa muda. Hatukujua shida ilikuwa nini. Sisi tukachukulia tu ni hali ya mtoto venye anaweza kuwa anasumbua labda hivyo. So kufika jioni nikapata msaidizi, mtu kutoka nyumbani. Mama mwetu tumeoleka na ibo mmoja akaja kuniona hospitali. Nikamwambia kufanya vizuri kuja umsaidie, at least tubadilishe huyu mtoto manguo, hajabadilishwa tangu azaliwe asubuhi. So nikamwambia kuna diaper hapo, unaweza angalia na ubadilishe mtoto. So ndo tukimtoa manguo, akimtoa hiyo longi, kulikuwa na longi alikuwa amevaa imefunika, nikaa socks ilikuwa imefunika hivi mpaka hapa kwa kiuno. So kumtoa tu longi hivi mtoto, huyu mama akaniuliza kwani kuna shida na huyu mtoto anakaa aje?
Nikamwambia nakaaje, nilikuwa nimetani na side nyingine. Kutani hivi nikaona mtoto ako na maji like hii mguu moja ya left everywhere ilikuwa ni maji mingi like kila kidole ilikuwa imevura maji iko tu ndani mpaka unaiona kwa kidole huku, yani kidole huku vidole zote zilikuwa na maji na mguu huku chini kote ilikuwa na maji mpaka somewhere hapa hivi kote then na vidole. So nikauliza mama, na hii inaweza kuwa kitu ya kawaida kweli? Sio mtoto nikaa ameungua, then ameungua aje, amekutana wapi na moto? Tukaanza kuulizana, but nikamwambia wacha nitauliza manasi nione ni nini juu inakaa ni shida kubwa, sio kitu kidogo. Au manasi walikuwa wameanza kuingia, walikuwa usiku, walikuwa shift ya usiku, but walikuwa wameanza kuingia kitu kama 6 hivi. Nikaitana huyo mmoja mwenye tulianza naye safari ya kujifungua, nikamwambia mtoto wangu ako na shida hapa na unamemesi na mtoto, na sijui unaweza nielezea nini ilifanyika ama imekuwa nini. Huyo nasi akaanza kuniambia ati mtoto hajaungua, labda hizi tu kidogo ni infection, labda zimempata pati atakuwa sawa. So alikuwa ameungua hizo vidole na mguu chini, then huku juu kidogo karibu na magoti, then hapa pia kulikuwa na mahali tena hiyo moto ilimshika. So akaniambia wacha tuone venye tunaweza fanya. So wakasema sijui ni daktari walipigia simu akawaelezea dawa, wakaenda wakachukua dawa 2, moja ya kunywa nyingine ya kupaka mtoto. So wakapaka huyu mtoto hapa kwenye alikuwa mguu, hiyo dawa ilikuwa inakaa yellowish, wakampaka huko kote kwenye alikuwa amechomeka, then wakampea nyingine akakunywa. Nikaambia next tunafanyaje? Wakaniambia tutatulia mpaka kesho, daktari akija tutajua what next. So tukalala, asubuhi ikafika, then asubuhi ya mapema ya saa 2 kukakuja madaktari kama 2, wakaangalia huu mtoto, wakasema hebu tuone huyo mtoto. So sisi tukamfungua kwenye vitambaa, tuliacha like kumbalisha sasa nguo, ikakuwa ni kitambaa tu tulimwrap juu hiyo venye alikuwa anakaa. So wakatuambia hebu tuone mtoto, tukawafungulia, wakaona mtoto, walikuwa 2, wakampiga picha, hawakuniambia anything, mimi nikaona wametoka wameenda. Then kwa kuja mama mwingine pia ni daktari, akamwangalia mtoto, manasi walikuwa hapo karibu juu wao ndio walienda kuleta huyo daktari. Akaangalia mtoto, akamwambia unajua nyinyi mmechoma mtoto na hii ni hita ilimshika, mbona mliweka mtoto karibu na hita na ikamchoma? Alikuwa na mimba huyo mama, unajua labda alifeel pain. Akanyamaza, akamwambia hata mnyamaze, hata kama msipomwambia ukweli huyo mtoto mmemchoma na ni hita imemchoma, huyo mtoto hajatolewa hapa ende nyumbani. Ina happen anakaja, angekuwa ameenda nyumbani arudishwe hapa tungesema mama amemchoma, but hii incident imefanyika hapa kwa hospitali. Mimi wakala simkachoma mtoto au akusema kitu. Nikauliza si unasikia niwaambia jana jioni mmenichomea mtoto na mkaanza kusema ati ni infection. Wakanyamaza. Huyo daktari akatoka akaenda. So kidogo maconsultant 2 wanaume pia wakakuja. Na wakaangalia mtoto pia wakampiga picha. Na kidogo pia admin alikuja pia akaona mtoto. Then admin akaniongelesha pakasema si kitu kubwa, labda ni kitu itaisha haraka, Mungu atamsaidia, but what we can do au ma consultant wakasema tunampea referral ya Kisii level 6 aenda shughulikiwe pale. So hii kusema ndio shughulikiwe pale, hata kwa referral wako niandikia kama mtoto alichomeka, but walisema ati mtoto alikuwa na tan somehow yellowish, of which yellowish I feel ni hiyo Daniel mpaka ndio labda walisema alikuwa na tan yellow juu ati alidelay kunyonya, unaelewa. So story ikachange. So mimi juu nilikuwa peke yangu na nilikuwa na maumivu, nilikuwa nashindwa naweza like what kana, yani singejieleza peke yangu, like singejitetea peke yangu, nilikuwa peke yangu na hali yangu haikuwa mzuri, nilikuwa mnyonge. So gari wakajipanga, but walienda wakamtafutia mtoto line kwa mkono, wakamwekea maji, of which hiyo maji ili delay ilikuwa inafaa kwa hiyo jioni. Juu unaona hii ni kuungua na alikuwa anafaa apate hiyo first aid mapema. Au wakushughulika hiyo jioni, like walijifanya nikaa hawajamchoma, but in the morning venye walienda kushughulika nini tuende referral, huyu mama vile alienda na mtoto alienda akaekewa line na wakamwekea maji. Vile alirudi alikuwa nayo line, kauliza mama line ni ya nini kwa mkono, akasema ni maji wamemwekea. So tukakaa hapo, gari ikakuja kitu kama saa 8 hivi.
Ndio tukauliza kama consultant, sasa mmenisukuma mbele, mmeshachoma mtoto na mkaniambia niende mbele. Hapa mbele bill sijui zitakuaje. Labda hapa nahitaji pesa hapa na pale, nitafanyaje mimi kweli? Na mimi kuja kujifungua vizuri nirudi na mtoto wangu akiwa sawa. Wakaniambia mama, hisi kitu unaleta, unataka kuleta shida hapa, but mtoto atakuwa sawa, sio kitu kubwa. Wewe ndio uko mbele, madaktari watakwambia utashughulikiwa. Na sisi tunaenda nyinyi mpaka pale. So walitupeleka au consultant mpaka tulifika nao pale. Sasa sijui walienda wakaandikisha nini walisema siwezi jua, sababu wenyewe nilikuwa mnyonge na uwezi fuatana na wao. But sisi tukapelekwa kwa nursery, kutoka kwa nursery pale na mimi nikapelekwa wodi ya wamama. Acha nikukate kidogo kabla sasa tuingie huku Kisii level 6. Wakati mtoto aliekelewa pale kwa kitanda, alikuwa na nguo? Hakukuwa na nguo, hakukuwa amevalishwa nguo, alikuwa tu vile alizaliwa. Wakimwekea hita hakuwa na any cloth. Na hii ndio alikuja kumvalisha. Okay. Na hii hospitali ni private ama ni hapa? Hiyo hospitali ni ya government, inaitwa Nduru level 4. Iko pande ya sites za hiyo place inaitwa Nyamarambi, ni town tu kadogo. But hiyo hospitali ni ya government, Nduru level 4. Hivyo ndio inaitwa. Okay. Tumefika Kisii na umepewa kitanda na mtoto pia. So mimi nikapewa kitanda, nikapata kitanda. Watu walikuwa wamejaa, but tulikuwa tunakaa wawili kwa bed. Hiyo ni situation tu, labda ni kawaida. Then na mtoto akabaki pale kwa nursery. So hapa mimi sikuwa ipeleka mtoto nursery, sikuwa najua inafanyika nini. So nikauliza mama wenzangu, huku mtoto akipelekwa pale mnafanyaje? Wakaniambia ni every 2 hours but unakaa kuishiwa. So tutakusupport kwenye tutaweza, juu unakaa tu umeishiwa. Yani venye tu nilikuwa nimeshonwa, hata kutembea ilikuwa ni shida, then hiyo kuchoka. So wakaniambia tutakusaidia. Hata kuoga nilikuwa napata mtu anajifrontia, tunaenda naye kwa bafu, ananisaidia nisianguke juu niwahi hapo Kisii. So venye nilianguka wakakuja wakaniokota, then wakaniambia juu unakaa hali yako si mzuri, labda ni hiyo pressure. Venye huu nasi alisema Kenya tunafanya, ukitaka kwenda nasi usiende, itisha watu hapa ni wengi wenye walijifungua kitambo, at least wamerecover. Hawatakusupport ile time yenye uko hapa. Na ukipata kachai unawabai, hivyo ndo tunafanyaga. Nikaambia hakuna shida. So akawa ananisaidia nikienda kuoga, at least niko na mtu ananisupport. Nikienda kwa choo ilikuwa hivyo, kuna mtu anaweza nisupport. Juu sikuwa na hali yangu haikuwa mzuri. Ikifika ni kunyonyesha, nilikuwa nafika pale kama wengine wameanza kunyonyesha watoto. Hata wengine wako hapo. Juu hiyo pale tulikuwa tunakaa ni mbali sana na hizo nursery. So kutembea like mguu ikanivuria, mguu imevura, niko na mauchungu, sikuwa najua hata niharakishe kutembea. Nikajaribu hiyo majioni, tukaenda kama mara moja kwa usiku. So then wakaniambia bado usiku tutaendelea kuenda after every 2 hours. So 20 minutes tu, kuna mmoja mwe tulikuwa tunalala na yeye alikuwa anakuja ananiamsha. Na nimeambia usikata kama unasikia vibaya, usijifanye ati ama utulie tu, imagine mtoto wako kwa sawa. Lazima tu ufike pale. Na sikukuwa na maziwa tukifika hospitali. So mimi nilikuwa naenda pale nachukua mtoto wangu nakaa naye kwa mkono, namrudisha pale. Juu sikuwa ananyosha. Mimi nilishtuka like everything. Niliona niko tu kwa dunia nyingine, sikuwa. So nilikuwa naona wengine wananyonyesha watoto, mimi nakaa tu na mtoto wangu pale, sikuwa na anybody. So sorry. So kaendelea hivyo. So tukaendelea hivyo. The following day asubuhi mimi nikaona siwezi nyamaza, labda mtoto wangu anaweza kufa. Juu tumeshinda na yeye the whole night yeye hanyonyi. Nikaona hiyo kitu inaniaffect. Nikaita nasi moja, nikamweleza, nikamwambia mimi nijifungua tu normal but maziwa bado sina, like mtoto hanyonyi. Mimi nikienda pale namshika tu, tunakaa na yeye namrudisha. Akaniambia hana shida, kama umesema ni vizuri tutamwekea, kuna hii maji yenye tunaweza mwekea na kuanga na some foods then itam sustain. But ujaribu sana, niambia kama kuna mtu mwenye mkuja naye akutafutie chakula zenye ziko na maziwa, at least kule mtoto apate maziwa, juu hizi endelea hivyo. Ambia sawa. So kuna chakula nilikula hapo, masukuma manini. Then tuseme kitu kama saa 7 hivi nikaanza kujisikia niko na maziwa. So mtoto akaanza kunyonya hivyo. Tukashinda, ilikuwa na Wednesday, Thursday morning
bado nikaenda kwa nasi nikamuuliza, naona hiyo siku sasa asubuhi nikishika mtoto nataka kunyonyesha kidole moja ikaanguka kwa mikono yangu kama nimeshika. So I was scared like kumbe mtoto nikameungua tu kabisa, hizi vidole mpaka zinaoka zenyewe. Nikaenda kwa nasi bado pale, sikuwa nachoka na wao. Kamuuliza ndafanyaje juu mtoto wangu vidole zinaanguka, like mtanisaidia aje? Wakaniambia wao, sisi hatuwezi kusaidia kwa saima, but kuna daktari tunangojea atakuja, then yeye ndo atadecide venye itakuwa. So nikashinda the whole day, then nakuja naangalia mtoto Thursday asubuhi. Bado nikauliza manasi, nitakuaje kesi ya mtoto wangu? Unasi akaniambia Kenya tunafanya tunangojea daktari venye nilikuambia jana. So atakuja leo ni Thursday, watoto watakuja kutembelewa. And daktari atatuambia the way forward ni gani. Nikatulia tu, bado naenda pale na mnyonyesha mtoto. Hiyo masaa 7 hivi nikaitwa na daktari. So kutapale nilikuwa naogopa, nikafikiria labda mtoto amepasi juu. Nilikuwa naona mkienda kunyonyesha mnakatazwa msingi kama mtoto amefariki, mamake anakuja anaonyeshwa then wanatoa huyo mtoto. So venye niliitwa sikukumbuka venye niliambiwa asubuhi. So kitu ya kwanza ilikuja ni mtoto wangu amekufa. Tukasumbuana hapo kwa mlango, sikutaka niingie ndani. But wakaniletea mtoto mpaka kwa mlango. Wakaniambia mtoto wako ndio anapumua, hebu ingia ndani. Ndio nikaingia. So kuingia ndani kapata huyo daktari, alikuwa mzungu. Wakaniuliza unaweza ongea kizungu ama unaweza sikia? Nikaambia naweza sikia na naweza ongea. So tukaongea na daktari, akaniambia huyu mtoto wako kesi yake ni tofauti. Like huyu mtoto ameingia ameungua 3 degrees deep. Moto imeingia ndani, like imeingia ndani kabisa. So kitu yenye utafanya hapa Kisii level 6 aina machines enough zinasaidia mtoto in case anaweza toka theater alemewe. Hakuna venye watamsaidia. So tuna prefer Kenyatta ndio hospitali mzuri ya watoto, so tutakutuma pale. Nikaambia sawa. So huyo daktari akatoka. Then nikauliza manasi, kutoka hapa nafaa nifanye nini? Wakaniambia kutoka hapa tuna kutafutia gari that kama uko na NHIF. Sisi huku Kisii hatuna gari ya kupeleka Nairobi, ni mbali, hatuna. Ingekuwa within tungekupatia yenye. Yaani tuko nazo patia ziko condition nzuri. Niambia sawa. So wakaniambia uko na NHIF? Nikamwambia niko nayo. Then umelipia iko active? Nikamwambia like hii ago sijalipia. Waniambia kama mwaka mmoja hujalipia haina shida. Ukilipa then ulipe mwaka mmoja extra itakuwa active. Ikishakuwa active then uweke jina ya mtoto ndani, in case of anything huko mbele itamsaidia, itagharamika. So nikamwambia bwana alikuwa ameenda nyumbani juu ya uchofu, pia alilala pale hospitali, unaona hakuna mahali pa kulala. Nikampigia simu haikuongea, but nilikuwa na namba za friends zake, nikawapigia, wakamtafuta, wakamleta, yani akafungua simu, tukaongea naye, nikamwambia tumetumwa hospitali tena, tumeambiwa tuende Kenyatta. Akaniambia ni kweli ama ni mtoto amekufa? Nikamwambia ni kweli, wewe kuja ujione. So tena akakuja alifika late. But sasa hakuweza kushughulika na hiyo NHIF. So the following day, hiyo Friday alienda akashughulika, tukafanikiwa, like alilipa, kuna pesa tulikuwa nayo kidogo. Then tukaambiwa tungoje gari on Friday. Tukangojea gari saa 2 usiku, hiyo gari ilikuwa inatoka Migori. Gari ikakuja, wakatuweka ndani na mtoto, then tukapelekwa mpaka Kenyatta. Tukafika asubuhi kitu 5. So kufika 5 pale kwa casualty, mtoto akapimwa kuanzia hiyo nini wenye wanapima hiyo temperature hivyo, wakatuweka pale kwa kitanda casualty, na mimi nikapewa kiti pale, nikakaa hapo kando. Wakaniuliza mama mtoto wako na siku ngapi? Nikawaelezea mtoto nini ilifanyika, nikawaelezea mtoto alichomeka hospitali. Wakakuwa madaktari wakubwa kaanza kuja, wanapiga mtoto picha, wanaenda na hizo picha, then wao wakipiga picha nilisikia wanapeleka kwa scan. So wao wakumpeleka mtoto scan, wanapiga then wanatuma na simu yao. So wakampiga mapicha pale, ndo wakaanza sasa discussion. Obviously wanaongea tu mbele yako, akasema mtoto ni mdogo sana na tunahofia anaweza kufa sababu ni mdogo, na akishikwa na infection kidogo anaweza enda. So alikuwa anambia madaktari wenzake, mtoto acha tupiganie uhai wake tuone kama atasurvive, but mjaribu kabisa. Ama daktari mwenyewe hapo akasema tutajaribu upande wetu.
So tukakaa pale, wakasema na casualty ingekuwa place mzuri ya kumweka juu huku hakunanga infection, like kila kitu is clean, like everything is good. Kasema mwingine akasema hapana, casualty tunaweza mweka ya, but huyu mama uwezi jua ametoka background gani. Ikifikia ni mambo na kutoka bills itakuwa shida, na casualty tunalipa in cash na then it's very expensive, like a day more than 100k. So mwingine akasema tunaweza mpeleka Barnes tujaribu, but askai na watu wengine na watoto wengine, apelekwe apewe room yake peke yake na mama, then tuone kama ata survive. So tukashinda hapo, casualty tulikaa like a whole day. So kitu kama saa 10 tukapelekwa pale tukapelekwa Barnes Unity. Barnes Unity Kenyatta ni kama ICU but ya watu wenye wameungua peke yao. So nikapelekwa pale, nikaekwa kwa ward. Hiyo ilikuwa na vitanda za watoto, hata mnalala hapo tu na mtoto, hizo vitanda tu ndogo za watoto, but mnajifinya tu naye. So nikakaa hapo one day, but hiyo jioni then watoto wengine wako wanaletwa. Wenye waletwa tukafika watatu, manasi wakasema hapana, huyu mtoto tuliambiwa akae peke yake. So wakanitafutiwa hapo, kuna rooms tu mingi kama 10 vitu seme. Wakanitafutia moja ikaoshwa vizuri, nikatandikiwa kitanda, wakaniambia ni shift pale na mtoto. So tukaenda kwa room yetu, actually hatukuwa tunakaa na anybody, tulikuwa tunakaa mimi na mtoto peke yake. The following day bado madaktari wakakuja wakamuona, then after wakakuja wakaniambia, so huyu mtoto wako tunampaka dawa, kuna dawa tutampaka kwa hii mguu, tuone tumfungie ikae mpaka kesho, tukuje tuone kama hii kungua yake ni vitu zinaweza toka, tusugue like asiende theater. Tunajaribu yani. So kuna chemical walikuja like kuna dawa walimpaka, wakamfungia, wakakuja wakamfungua the following day, wakapata like haikufanya anything. So wakaniambia hii ni kesi ya theater juu hii moto iliingia ndani, au hapa haiwezi, lazima ataenda tu ashughulikiwe pale theater. Madaktari wakubwa watakwambia ataenda kufanywa nini theater. Nikaambia sawa. So madaktari wakawa wanaingia, wanakuja wananiambia mtoto wako tunafaa tumpeleke theater, uko na mtu mwenye anaweza tolewa damu, like theater tunataka damu. So baba mtoto alikuwa pale, the first day akatolewa kutolewa damu, wakaanza tu kushughulika mambo na theater, but mimi nilikuwa mgumu wa ku accept juu sio kitu imenifanyikia. So tukasumbuana hapo like the whole day. Jioni saa moja hivi wakanitumia consultant mwingine, akaniambia hapa ukikaa uanze kusumbuana ama madaktari watachoka na wewe na utabaki hapa na huyu mtoto ukiumia. So wewe ni at least unapea time yao uone wanafanya nini, na huko theater mtu hawezi kufa, kuna facilities na Mungu atamsaidia. Wewe ni uombe Mungu sana mtoto wako akienda pale, Mungu amsaidie harudi vizuri, tu ndio kitu ya maana. Ukiaccept tu ufungue roho yako, mtoto ataenda pale na arudi akiwa sawa. Kaambia sawa. Kaniambia kwa hivyo umekubali niende niambie timu ya theater umekubali? Kaambia So akaenda akawaelezea, then wakakuja wakapima some samples kutoka kwa mtoto, na then wakanitia daktari. Na daktari mmoja walinitia akasema yeye ni daktari wa watoto, huwa anadili na watoto peke yake kwa theater. So akanieleza kazi yake ni kulalisha mtoto na kumwamsha. Nikamuuliza kulalisha na mtoto inafanywaje? Akaniambia mimi ni kazi yangu nitamdunga shindano halale, like hawezi jifeel ashughulikiwe, then akimaliza mimi sitamshughulikia, kuna daktari wengine wao ndio wanamshughulikia. Mimi nitamdunga tu shindano halale, nimweke pale waanze kumshughulikia, then wakimaliza tena wananiita bado nitamdunga nyingine ya kufanya nini, afanya mke. Nikamuuliza na akikufa hapa katikati? Akaniambia so hawa kitu yenyewe huwa inafanyika, huwa tunawapea dawa kulingana na zile masiku wako nazo na kilo zenye wako nazo, so haiwezi kuwa extra, like ikikuwa extra ni bahati mbaya, but mostly tunapima, tunajua kiwango ya kumpea. Nikamwambia sawa. Akaniambia ukikubali ufungue roho, Mungu atamsaidia. Pia mimi uniombea sana hiyo kesho niende nifanye kazi, Mungu afanikishe kazi ya mikono yangu, mtoto afanye nini, arudi akiwa sawa. Nikamwambia sawa. Yeye akaenda. So ndo akaniambia masharti, akaniambia
utamnyonyesha leo usiku mpaka kitu 5, then kutoka hapo usimnyonyesha, atachukuliwa mapema, yeye ndo ataingia theater wa kwanza mapema ya saa 2. So ukifika 5 usimnyonyeshe na usidanganye. Juu ukimnyonyesha hiyo chakula nyatakuwa amekula akio kunyonya time yenye anaendelea kushuhudiwa pale, kuna kwa mashini zenye wanatumia wakiwa pale wameekelewa. So hii mashine saa nyingine akimaliziwa unapata hiyo mashini ilipambu ile chakula yote yenye alikuwa naye kaingia huko kwa lungs. So inaweza fanya mtoto alemewa, like tukimtoa hizo machines anaweza malizia kurudi ICU sababu ya hizo chakula zenye alipewa. Like mtu akienda tete nataka tumbo yenyewe iko empty haina kitu. Kaambia sawa. So asubuhi mimi nikafuata masharti venye waliniambia, nikamnyonyesha mpaka 5, then tukatulia hapo katikati akawa anasumbua kulialia but nampembeleza tu. Ikafika saa 2 tukapigiwa simu wakasema Teresa Mora anatakana theater, nikapewa nasi mmoja tukaenda naye mpaka theater, nikapeana mtoto kapelekwa huko ndani. Peleka huko ndani nikakaa hapo nje, kuna pages mingi, nikakaa hapo. Mama mwingine akaniambia hapa mimi nishaikuja mimi nitaweza kuelezea kidogo, so hapo usingoje, like ujue how long your surgery ita take. So kitu yenye mimi naweza ku advise, na wewe ni mama umejifungua unaonekana ni mtu amechoka sana, rudi pale kwa ward utulie, then hawa watapiga simu. Wakimaliza surgery huwa wanapiga simu kama mtoto wako ako awake, wanasema uende. So na uwezi mlango wenye umekujia si wenye utarudia au utamchukulia hapa, so ili tu uende. Nikasema sawa, nikaenda kwa ward nikatulia. Kitu kama saa 7 hivi wakapiga simu wakasema Teresa Mora akujiwe, tukaenda nasi au kwa ameamka by then. Alikuwa tu amelala yeye bado. So hawa madaktari wakaniambia amelala ya but aliamuka venye alidungwa shindano ya kumshtua, alishtuka kamu, so ako sawa. Enda na yeye umwamshe, ukimnyonyesha like unamnyonyesha unakaa kidogo na mwamsha unamnyonyesha ndo again juu bado wako na njaa. Ambia sasa. So tukarudi na mtoto pale kwa ward, kana muamsha kidogo pale ananyonya. Wao manasi wenye wanakaa hapo sasa kwa bans walikuwa wanakuja wananiuliza mtoto wako aje. Naambia sioni akiendelea vibaya kunyonya. Kaambia ananyonya kidogo anarudi analala. Wakaniambia yako sawa. Usiku kitu saa 2 nikaa sasa siwezi elewa kama ni dawa yenye walikuwa wamemdunga ya kugandisha iliisha kwa mguu. Mtoto sasa akawa na bleed tu. Huko kwa miguu kote chini kulikuwa ni damu, hivyo imepita tu kwa hiyo bandage yenye alikuwa amewekewa. So nikaita nurse. Mimi kitu yenye nilikuwa naona iko na shida nilikuwa nawaita na waelezea. So nikaambia nurse mtoto ana bleed. Akamwangalia akasema wacha niulize theater venye tutafanya. Akapiga simu daktari wa theater mmoja akatuma akakuja akaona mtoto akasema anaweza bleed sababu hiyo ni kitu na amechongwa iko wazi. So mpaka anaweza bleed, but kuna tena kubleed nyingine anaweza bleed mpaka mtoto akufe. So kitu yenye utafanya kwa kiafu kwa unamwangalia kama kuna shida unasema, then tuone venye tunaweza msaidia, but for now namuongezea bandage nyingine. Ikipita damu hapo bado kama ataendelea kubleed sana like tena itoke kwa yenye nimeongeza, utaambia baada ya manasi wapige simu. Ikishindikana usiku wa leo bado kuna possibility ya kumrudisha theater mtoto kama atazidiwa. So mimi nikaa namwangalia, kaniambia hata usilale ikiwezekana kaa pale na mtoto uko unamwangalia mpaka asubuhi tuone itakuaje. So nikakaa pale mpaka asubuhi. Like hiyo ikupita tena hakuendelea kubleed. Asubuhi kafika madaktari hiyo timu bado wakakuja wakaangalia mtoto wakasema anaendelea vizuri but anakaa damu ameishiwa, so wamuongezee. Wakaongezewa damu, tukaendelea kwa hapo. Hiyo kidonda ikakaa karibu wiki, tuseme wiki, ikafunguliwa. Ilikuwa tu ni damu, yani ilikuwa mbaya yenye hata ungekaa hapo. Nikataka kutoka, wakaniambia uwezi toka mama, wewe ndio mama yako mtoto, wewe ndio utasimama naye, wewe ndio utakaa naye. Tunajua una feel pain kwa na mtoto wako but lazima utakaa naye hapa, wewe ndio tu ako naye mbele nyuma, like kana anybody else. Si ni madaktari, wewe ndio uko hapa, like wewe tu ndio utakaa hapo kae na mtoto. Nikaambia ni sawa. So nilikaa pale, mtoto alikuwa analia mpaka anafika mahali ananyamaza. So tukakaa pale au kamshughulikia wakamuosha nini na nini hiyo kidonda, then wakarudi wakamfungia.
wakaniambia tumemuosha, then tutaendelea kumuosha for like 2 weeks tuone kidonda yake inaendeleaje. Juu kidonda yenye tunafanyia grafting ni kidonda yenye iko very clean, like haina anything, ndio lazima ikuwe safi kabisa. Si wenyewe tunajua ikikuwa safi. So kwa sasa ni kumuosha, then kama kuna madawa anafaa pewe tunampatia mpaka siku yake tena ya kurudi theater ifike. So tukakaa for 2 weeks. Walikuwa wanakuja like every 2 days wanamuosha hiyo kidonda. Kulia ni ile ile, analia mpaka ananyamaza. But sasa mimi nifanyaje, na mimi ndio mama ya mtoto. Ikakuwa hard time kwangu juu nilikuwa like sikuwa na hiyo peace of mind. Nilikuwa nasikia kitu inani affect sana, but Mungu akanisaidia. Then after 2 weeks tena wakakuja wakaniambia wanarudisha mtoto theater. Tena ikakuwa hali ngumu juu kukubali kwangu ilikuwa shida. Nilikuwa naona kama sikuwa nakubali, but hiyo ya pili hatukusumbuana. Nikaambia okay. So tena wakampeleka kesho yake, mtoto akashughulikiwa. Alienda kitu kama saa 6, hiyo siku kwa kwanza alikuwa kama wa pili. So alienda saa 6 hivi, akakaa mpaka saa 9. Tena wakapiga simu, akasema mtoto aende pale. Tukaenda theater, nikachukua mtoto nasi, tukakuja tukakaa naye. But so wakaanza kuniambia, unajua hawa manasi uko theater, file ya mtoto kiandikwa wanakuja wanasoma, then wanaweza kuexplainia. Kuja wakaniambia mtoto wako alifanywa grafting na ilishika, Mungu alimsaidia, so mnaweza enda home. Sasa mtaanza process na kutoka muende home. So hii kurudi theater mlikuwa mnafanywa grafting? Hii ya pili ilikuwa grafting paja, kapandikiwa hapo chini ya mguu, then wakamchomelea kashika. Yake kusumbua ilishika tu, yani Mungu tu alimuonekania. Tukaambiwa sasa from now if you are ready mnaweza maliza mambo na bills anytime from now, like you are free to go home. Ambia sasa, so wakanichazia vitu, nikajaribu. Hata wale wenye walikuwa wazuri kwa wanani advise ama nasa wananiambia huku tushaitipu watu wakaenda hata na hiyo linda mama, so jaribu uone kama itakusaidia. Jaribu ikakataa. Wakaniambia huku mostly wanatakanga cash juu ya hizi surgery zenye mtoto amefanywa, na huku ni kama ICU mostly ni cash. So hiyo pesa tulikuwa hatuna. Wakatuambia pale kwenye mtoto alichomeka mnaweza rudi pale muape hizi bills zenu muone kama wanaweza saidia mtoto. So nikatuma babake asubuhi, akatoka hiyo jioni actually, akaenda akafika Kisii asubuhi, kaenda mpaka kwa hospitali, akakutana na huyo admin, akampea hizo bills venye tumepewa hizo invoice nini kumpatia. Akasema sahi hatuwezi, like pesa ya hospitali inakuanga na approvals mingi, hii hatuwezi manage sahi, like hatuwezi pata hiyo pesa in cash sahi. Akamuuliza sasa nitafanyaje, na ninyi ndio mwenye mmenichomea mtoto, like mtoto wangu anaumia sababu yenu. Bado akainsist, akamwambia like kwa sahi hatuwezi, hakuna tunaweza kukusaidia. Akaona nikawa akanipigia simu, nikamwambia sasa ukisimama hapo uendelee kuambia, na wamesema hawana njia yenye wanaweza kusaidia. But kulikuwa hapo na sijui ni nasi ama daktari mmoja aliambia walipatana na yeye wakaongea, akamwambia sisi hata tuko willing tuwasaidie, like kama tunaweza changisha hivi kitu kidogo yenye tutapata. But sasa admin mwenyewe ni mgumu, hakubali na approach ya kumwambia tuwasaidie kuchanga hiyo ndoshi. So yeye akaonelea kama hata labda wenye kuchoma mtoto wako willing kusaidia, but sasa the approach huyu admin apeani nafasi, unaona. So akarudi tena, tukajaribu tu upande wetu wenye wa relative wakatusaidia nini na nini kwenye tulisaidika, then tukafanya nini, tukatoka hospitali. Tukarudi home. Kurudi home tunarudi pale na mtuma aenda huko, at least jua hatuna, like tukitoka hospitali hatakuwa na anything, hatakuwa na kitu. So namwambia at least enda pale, hata kama watatupea tu Kenya watatupea, at least ni support hata mimi na mtoto. Akienda pale ana huyu admin anamwambia tutaongea, tutapanga. Akarudi kaka ikashinda. Sasa ikaanza kukuanika mchezo hapo katikati, na anaenda pale hakuna kitu anaambiwa. Nikaja nikamwambia sasa tutafanya hivi, tutafute Heart Forget tuone kama anaweza shtuka at least. Kaenda kwa Heart Forget, akatuandikia barua, kuna pesa alituitisha hapo consultation fee na pesa kuandika barua tukampa, then
akatuambia nitawaambia machibu. So akapeleka, ilikuwa hiyo majioni. I think hapo ni karibu tu na hiyo hospitali. So si hatukujua kama anaweza chezana. Kuna venye wanaweza ongea mpe pesa hiyo kesi shama, yani unaelewa. So akapeleka barua kwa hospitali. Hiyo kama tumefika home tumetulia jioni kitu saa 2, huyu administrator akapigia bwana simu huyu admin. Akamuuliza, so mlikuwa mnasemaje, mnataka kucompensate waje? Si tukajua ni obvious ile barua ndio imemfikia na anafanya apige simu. Akamwambia, so ulikuwa mnakuwa actually mlikuwa mnataka pesa ngapi? Akamwambia sasa hii siwezi kuambia hivi na mdomo sababu lazima nikae at least nifanye hesabu na bibi akuje tuongee tuone tumegharamika kiasi gani then tukuambie. Kufika akamwambia tunaweza fanya hivi, mnaweza kuja, ilikuwa na Wednesday. Mnaweza kuja Friday asubuhi kitu ya saa 2 tuongee tuone venye tunaweza fanya mali tunaweza compensate. Tukamwambia, huyu akamwambia sawa. So sisi tukakaa hiyo Thursday, Friday asubuhi saa 1 akampigia huyu admin, bado akapigia bwanangu simu. Akamwambia kuna mahali nimepata naenda, kuna mazishi naenda, so sasa hii siwezi patikana, like siwezi make, so msikuje. Huyu akamuuliza mpaka lini? Akamwambia nitakuambia itakuwa lini. So none obviously ni kama yule advocate na venye waliongea, hata akampea pesa kidogo akaona hiyo kesi nikaisha hivyo. Akaja akarudi, tukakuwa tunatulia pale, tunajaribu kufikiria venye tunaweza saidika, tunatafuta njia, tunakosa. So tena tukakuja tukatafuta tena advocate mwingine kule Kisii. Tulikuwa tunaulizia hata watu, tulitaka sana mtu wa kutusaidia. Unapata mtu anaconnect na kuambia hii ni namba ya advocate fulani anaweza kusaidia. So akaja akaenda Kisii pia akaitishwa pesa ya barua na pesa ya consultation pia akalipa. Huyu naye akamwambia lazima nikuwe na hiyo file ndio nianze kesi. Lazima nikuwe na hizo details zenye walichukua hiyo siku mkienda kujifungua. So mpaka nitafute mtu ni connect naye. Akamwambia ni sawa, wewe jaribu utaniambia. So akamwachia, si akona namba yake ya simu. Nangu akarudi. Sasa naye sijui alienda kule wakapembelezana, akapewa pia pesa, akisielewi. So nayo pia ikaisha hivyo, like sikuwa ipata anything. Unaona, nilijaribu advocate kama wili, si ati nilikaa tu nikanyamaza. Nilijaribu but sikupata. Mtoto wangu like hakupata haki, hakupata mtu wa kumpigania. So tukaendelea kukaa bado. Tukakuja tena tukarudi baadaye na mtoto na baba pia hatukumpata. Tukaambia usoja wa gate, tukamuuliza admin yako wapi, kanatuambia ako ndani. Acha nimwangalie. Sijui alienda akamwambia potea umekujiwa. So sisi tena anakuja na tufula na tuambia ingia ndani mumuone. Kuingia pale tukakaa, kuna mtu anatuambia chochote like haonekani. Nikamwambia bwanangu ni usiku, tuende home. Tukaenda home. Kwenda home tukaenda tukaa tu tumetulia juu sasa tulikuwa tunatafuta venye tunaweza pata, like tulikuwa tunakosa mtu anaweza like kama huyo advocate unapata hiyo pesa umekulwa unasema fadhali hii pesa hata ikae at least tugaramike kama ni pambasi na nini juu badala ya kupea mtu tu akule na akusaidie. So kaa tunatulia, then kidogo kama mtoto kama ako mwaka hivi naona ngozi yake inaanza kuchange. Mtoto ilianza kama rashes tu kidogo kwa uso. Then niko na hii kitu na like after 3-4 days naona uso karibu yote ameanza kuwa mweupe kama mzungu. Like alikuwa unapata somewhere hivi kote ni mweupe, hakuna hizi, so weupe ilianza kuzidi weusi sasa. Mimi nikasema sasa hapa hii inaweza kuwa tena ni ugonjwa, mashida iko wapi, ama ni kitu, ama ni ngozi yake utoto inatoka. Yani nilikuwa najiuliza maswali mengi. Nikasema hapana, wacha at least nipigie hata mamangu nimuulize hata niambie tunaweza fanya aje. Nikapigia mamangu simu, nikamwambia mtoto naona aendelee vizuri, mtoto like ngozi yake inabadilika. Akaniambia haje na usemi, hebu piga picha unitumie. Kupigia mamangu picha akaniambia mtoto ugonjwa ngozi imemshika na amuoni na anaumia. Sasa ikawa by the time akaniambia sasa tunapanga umpeleke huku, umlete huku Nairobi tumpeleke hospitali tuone kama anaweza saidika. Nikakuja Nairobi, nikakonektiwa na mtu Nairobi Hospital. Tukaenda tukaona daktari wa watoto.
unalipia, lakini nilimuona ulikuwa unalipia 4K, unaona daktari anakuelezea. So daktari akaona mtoto akampima pima tukilo, akaniambia pia afya ya mtoto si mzuri. Ndio nikamuelezea venye mtoto alichomeka hospitali nini na nini, akasema hiyo kuungua pia inaweza affect mtoto asikue na afya. But yafaa umtafutie diet, like akule yani akue diet yenye iko balance. Nikamwambia ni sawa. So akaniambia nitakuandikia chakula zenye unafaa kumpea, then nitakurefer kwa daktari wa ngozi juu mimi si daktari wa ngozi. So yeye akamwandikia madawa, yani yeye akamwandikia dawa ya kukunywa ya kumfanya kuwe na appetite, then akamwandikia hizo foods zenye anafaa kula. But ni food zenye hata singe afford, nikiangalia they were very like expensive. So mean obviously huwezi sema ati ni expensive, unaambia daktari na hata kunulia. Kaambia sawa, akaniandikia paka dawa. Yeye akaniambia ananirefer kwa daktari mwingine hapa Hill wa ugonjwa ngozi. So mimi nikafeel labda alinisaidia kimeujiza, hakuna kulipa. Toka nje nikaambiwa lazima ulipe, nikalipa hiyo ngiri 4. So kesho yake nikampeleka hiyo hapa Hill kwa daktari wa ngozi. Daktari akamuona pia, nililipa 5K. Akamuona, like kumuona tu, then akamuona akasema, nikamuuliza ni kitu inawezaisha, akaniambia ni kitu inawezaisha, but anataka madawa yake ni bei kali, but kama unaweza jaribu utajaribu tu. But tunajaribu kwa pande wangu, utajaribu pia ujaribu pande wako kumulia madawa. Ambia sawa. So nikaandikiwa madawa na daktari, karudi nikapiga simu, zingine hata nikakopa, nikafanya nini, nikamulia madawa at least. So akaniambia juu hii ni kitu inakimbia, hii ugonjwa ikishika mtu inakimbia like mwili mzima. Kitu yenye unaweza fanya ni nitamwandikia appointment ya haraka at least tuone kama tunaweza stopisha. So akamuandikia, akaniambia for now muende 2 weeks umulie. Akaniambia nimulie dawa ya kujipaka asubuhi na ingine ya jioni, tupu moja ilikuwa 1000. Then kulikuwa na sabuni na ilikuwa na cost hapo between 1000 na 200 ndio nimeipata juu, na ilikuwa shida kuipata, ulikuwa unazunguka sana town kabla uipate. So nikaandikiwa na madawa ya kukunywa, dawa zilikuwa karibu 2. So nikaenda nikamnunulia za 2 weeks. Then nikakaa tena 2 weeks, tena nikarudisha mtoto. Bado akamwangalia, bado akamwandikia madawa yenye aliona ifanyi mzuri, akambadilishia. Then akaniambia sasa juu tumeshampea madawa, tuna hope for the best. Sasa wiki 2 pia utaweza tena, labda unatoka Kisii fair nini. Sasa hii at least acha nikupea allowance ya mwezi moja. Juu unaona mtoto aendelee vibaya. So nikakaa tena mwezi, tena nikarudi pale, akaniandikia madawa ya mwezi. Hiyo mwezi ulikuwa unapata inacheza kitu kama 12K, ilikuwa pesa mingi. But nilikuwa najaribu, napiga simu, nalia hapa na pale, nisaidieni nini. Na nilikuwa for the first time hakuwa nakosa hizo madawa, nilikuwa najaribu tu my efforts. So nikampeleka kama mara 2 mwezi mara 2 tena. Sasa daktari akaja akaniambia ameanza kuchange kidogo, so sasa nakupea allowance ya 2 months. Wenye alinipea hiyo ya 2 months, akaniandikia 2 months ilikuwa anachezea karibu kitu kama 20K. Hiyo na nilinunua nusu, sio uongo. Juu nilikosa pesa. Nikanunua madawa nusu, nikakuja na mtoto, nikaenda nyumbani, nikarudi nyumbani. So kutoka hapo si pesa nini, mimi mwenyewe bwanangu ana kibarua like hata hiyo yenye tulikuwa tunamtibu nao, kulikuwa na mind kidogo tulikuwa nao kwa nyumba, ndio tuliuza. Like sasa tukaishiwa, ikakuwa ni hatuwezi pata pesa ya hizo madawa. Kuona daktari ni 5K, then kumnunulia hizo madawa ilikuwa inataka pesa. So nilifika nikalemewa, so tuseme kumtibu ikaishia hapo ya hiyo ugonjwa ya ngozi. So hadi wa leo hiyo saa nyingine najikuna, nikipata ile kidogo kwa napata, sometimes namlia dawa sabuni tu ya kuoga, pati madawa hapati jo. So ugonjwa wake bado haijaisha, anaendelea ako nayo. Ni vile haiongezi, lakini bado hako nayo, haijaisha kabisa, haijaisha like hajapona mtoto, bado anahitaji madawa. Anahitaji madawa. Wakati ulimpaka hiyo dawa, wewe mwenyewe uliona ni kama hizo patches zimepungua? Yeah, zimepungua. But unaona, yani tu tuseme mali nilimpaka nikafikia, ni kwamba tu hapo kuna mali kama tumbo yake kabisa yote ni nyeupe.
Tumbo yake ni nyeupe kabisa. Hiyo nayo haijachange kabisa. Na uso pia hata si ati amepona kabisa, bado ako na hizo rashes. Ukimwangalia utaona tu bado ni mgonjwa, hiyo ugonjwa wa ngozi. Na sometimes anajikuna. Vile alikuwa anakunywa hizo dawa aliacha kujikuna. Juu hata daktari aniuliza nikamwambia ameacha kujikuna. But sasa venye aendelee na dawa bado anajikuna. Yeah. Ni changamoto gani huu unapitia wakati unalea kakatoto? Changamoto nazo naweza sema zimekuwa mingi, kwa sababu kuzunguka hospitali hapa unapelekwa ingine inataka pesa, unakosa hiyo pesa ya hata transport saa ingine nilikuwa nakosa juu Kisii ni mbali mpaka Nairobi, mpaka nilikuwa na fare. Then hizo madawa kumnulia saa ingine nakosa. Nilifika mahali like nikakosa kabisa, kama sasa hakuna dawa anatumia kwa tu hivyo. Yeah. Na kwa sasa mtoto wako na miaka kama ngapi? Sasa mtoto wako mwaka na miezi 11 na hajajua bado kujitembelea. Yeah. Bado hajajua kutembea, like naona ni kama nafaa pate kama therapy hivi labda inaweza msaidia. Yeah, bado hajajua kutembea na naona kwa almost 2 years. Bado hajajua kutembea mwenyewe. Tena hizo machakula yale andikiwa huwa anajaribu kwenye naweza, but saa nyingine inashindikana. Hebu jaribu kutufafanulia kidogo, ni chakula aina gani aliambiwa kwa nakula? Nilikuwa nimeambiwa tuseme kama one day daktari alisema naweza mpea asubuhi, naweza mpea uji. Aliniambia nafaa nishage hizi maomena njugu yani hiyo mixed. Kwa vitu aliniambia nafaa ni mix, ni mshage hiyo unga ya uji. Then masaa zingine kaka kidogo anafaa akunywe maziwa. Ikifika lunch time anaweza kula beans. Then sijui alisema akasema na mchele ama kaugali hiyo lunch time. Tena saa ingine anaweza taka nyama, saa ingine samaki, yani tu vitu alikuwa balanced diet. Yeah, balanced diet, like niliambiwa simpe kimoja, so nabadilisha naenda kwa ingine. Fruits akule kwa wingi, hivyo niliandikiwa fruits kwa wingi, maziwa apate enough, then na hiyo uji. Yeah. Kuna kitu umetuambia kuhusu kufanyiwa therapy. Ni uamuzi wa daktari ama ni mafikira yako? Okay, kuna mahali wanamwacha nikienda kibarua. So kwenye namwacha nikienda kibarua kuna madaktari kuna manesi wanakujanga kuona watu wako na daycare. Sasa wengine wako na nurses wanakuja kuona watoto, wanawapima like wanapima kilo, like wanaangalia tu mtoto, like wanakuja kutembelea watoto. So kuna hao walikuja kwa hiyo daycare wakaangalia mtoto, akaulizoma mtoto ngozi yake inakaa iko na shida, ako na shida gani asoma mama yake amelikuelezea. Akawajibu huyu mtoto alikuwa under medication, but alifika mahali nikaa pesa ilianza kukosa, madawa nini ikaanza kukosa, so ndo bana nakaa hivyo juu hata nywele yake inakaa nyeupe. So then wakamuulizana mambo ako how old, akamwambia baadaye alikuwa mwaka na miezi kama 6 hivi. So wakasema huyu anachelewa kutembea, sasa akaonyesha hii mguu vile mtoto anakaa. So akamwambia huyu mtoto anafaa aanze therapy. Sasa mamake akikuja mwambie aanze therapy kwenye tu atataka kumpeleka, kama ni hapo Mama Lucy wenye atataka kumpeleka, but anafaa aanze therapy juu mguu yake inakaa si like ayuko strong, afanyishwe mazoezi tuone itakuaje. Juu kwa age yake anakaa kuchelewa kutembea. So kutoka hapo unajua therapy pia ni pesa. Uwezi amka hivyo ndio useme unataka hiyo. So sije hata kuconsult juu hiyo uwezo bado napiga hesabu, nikiangalia mbele na nyuma nakosa. Juu kama venye anajikuna kama ningekuwa na uwezo nini hiyo
hiyo kumnunulia dawa bado angeendelea kupata dawa. But sasa tena unaweza beba mtoto peleke therapy, on the other hand anaumia mwili ekio kujikuna. So bado ni challenge. So sijampeleka anywhere like nilikuwa nikiambia Mungu amsaidie. Na juu umejitokeza kupeana the story ya mtoto wako, unaweza taka kusaidiwa na njia gani? Mtoto wangu aswa sana nataka apate haki yake, apate justice juu umeteseka sana na huyu mtoto, pitia mengi na wenye kumchoma mtoto wako na hata wenyewe wanajua ni kitu walifanya, fucha admin anaitika patikifika watu wengine ni kama nakataa. So ningeomba sana kama kuna mtu anaweza msaidia mtoto wangu apate haki yake juu nimeumia sana hapa nje. Safari imekuwa mrefu sana na huyu mtoto. Okay. Nasi wenye walikuchomea mtoto, naweza waambia nini? Nani? Manasi wenye walikuchomea mtoto, naweza waambia nini? Sijui ndawaambiaje juu nimepitia sana makubwa na mtoto na hawajai respond like hata mtu aje nipigie simu aniulize ama hata wakuje kuona mtoto. So hata nashindwa niwaambie nini juu nimeteseka sana na huyu mtoto. Na hiyo hospitali kitu naweza waambia wafanyie tu mtoto wangu justice, mtoto wangu apate haki yake. Like mtoto wangu nimeumia sana na yeye, like sina anything for now na bado naona niko na struggle huko mbele kabisa. Mtoto anahitaji dawa nini, bado naumia. Hiyo hospitali ijitokeze tu like wapatie mtoto wangu haki yake. Yeah. Sawa. Unaweza tupatia namba yako ya simu ndio watu waweze kuwasiliana na wewe? Namba yangu ni 0116 25 41 73. Majina inaleta nani? Majina inaleta Divina Kangwana. Naweza rudia. Ni 0116 25 41 73. Divina Kangwana. Yeah. Wale watu wenye wamekuwa wakiwa support, una ujumbe unaweza taka wafikie? Wale wenye wamekuwa wakinisupport kwa hii safari, naweza waambia asante sana, Mungu aendelee kuwabariki. Like wasiwahi kosa, Mungu awabariki kabisa juu wamenitoa mbali. Yeah. Karibu sana baba, tuambie majina yako na pande gani unatoka. Asante. Mimi ni Daniel Omambia, ndiye baba mtoto, nimezaliwa Kisii, pande ya South Mugirango. Ndio. Nataka tu utueleze briefly, wakati mulikuwa kule Kenyatta, tumeambiwa kuna the invoices zenye ulipatiwa. Yes. Ukaambiwa upeleke kwa ile hospitali yenye mtoto alichomekea. Kulienda aje? Sasa vile mama ameeleza, tulifikia wakati tunapewa discharge. Sasa tukapewa invoice. Ndio kuangalia tukapata iko juu sana. Ilikuwa around. Ukisema juu ni ngapi? Ilikuwa 278,000. Sasa tukaambiwa wakati wazi gharamika hiyo lazima tulipe cash. Ikabidi nikatoka hapo hiyo siku nikaenda mpaka Nduru level 4 kuona kama tutapata usaidizi. Ile kitu waliniambia kwa sahihi pesa ya serikali tu approve ita take long. Enda mjaribu ile mtafanya tu mtoto hawezi kaa huko bili kaenda kukaa juu. Mtoe kwanza ni mkuje tuongee. Kaambia sasa kukuja kwangu hapa sina mbele wala nyuma. Sasa hii tumekwama. Hakuna njia nyingine mtazafanya, hata nyinyi mpige simu ama mtafute njia nyingine mtusaidie. Kusema hapana, sasa hatuwezi danganyana. Nyinyi enda kwanza mshughulike mtoe,
alafu ndio mkuje tuongee. Leo tulitoka hapo, mama ameeleza, tukajaribu juu chini, tukauza vile tulikuwa nayo, relatives wakatusaidia kidogo, mtoto tukamtoa. Baadaye sasa kurudi huko, ikawa sasa ni story ya kujificha, huyu admin hataki kuonekana. Sasa mpaka tukafikia sasa ile njia tutafanya ni kutafuta lawyer. Kutafuta lawyer naye ni kama tu mambo ya ongo tu ikaingia ndani na yeye akaanza kutupeleka hivi hivi. Hakuna story ambayo inaenda straight. Sasa hati wa leo sasa hatujapata haki ya mtoto. Bado tunahangaika tu. Na bado ugonjwa mwingine nayo imejiongeza juu ya ngozi. Nayo tumejaribu vile tutajaribu, tumekwama. Bado shida tunaona bado inaendelea tu. Wakati mama alikuwa kwa hospitali, venye hii kitu ilifanyika akachomeka mtoto, mlijaribu kufikia mjue ni nani alikuwa na mtoto hiyo wakati? Hiyo wakati manazi watatu ndio walikuwa na mtoto wa hiyo labor ward. Wao ndio walikuwa na mtoto. Wakati mtoto alilia, mimi ndio waliita kuja uchukue mtoto. Nikaenda hapo na manguo na vitambaa, kaniambia mfalishe. Nikamwambia sasa mimi mambo ya kulisha mtoto sijui. Wakanimwekea kwa kitambaa, nikambeba kwa mama. Tukaanza kusaidiana kumfaliza. Sasa hiyo kumfaliza tu alikuwa tu analia kwa ujungu. Sasa wamama walikuwa kando wakasema labda ni ile tu alivuruta tu hewa mbaya ndio inamsumbua kwa tumbo. Kujaribu tu kumzunguza nini mtoto analia. Kumbe kuna vile ameumia tu juu. Sasa baadaye ndio mama alikuja kugundua mtoto amechomeka kutokana na hiyo balls ilikuwa tu amechomeka, hiyo maji sasa ilikuwa imejaa kwa mguu. Sasa kutoka hapo ndio tukajua kumbe mtoto alikuwa tu ameungua na wale walikuwa wataka tu kufunikia. Kwa hivyo hamkujua specifically ni nasi mgani alikuwa na mtoto? Wao tunawajua sasa, ni sasa tuwasema ni majina gani, lakini sasa tukifika hapo tutawaona huyu na huyu ndio alikuwa. Walikuwa tu mama watatu na mwanaume, tuseme ni wanne sasa. Wao walikuwa hapo hiyo masaa. Na hii wakati wa kupewa transfer, management juu tumeambiwa mtoto alikuwa ana turn yellow. Uliangalia the documents ukaverify akona hiyo yellow? Hiyo yellow ilikuwa tu ni dawa, ilikuwa tu yellowish. Sasa kumpaka ile dawa mahali penye alikuwa tu amejamuka kwa hiyo mguu ndio alikuwa tu yellowish. Lakini mwili mwingine alikuwa sawa. Sasa ni vile sasa walikuwa tu kutaka kuficha, wakasema ni infection. Kufika Kisii level 6 sasa wakaburu wakasema hapana, mtoto amechomeka 3 degrees in tipa. Sasa huko ndio sasa walifichua tu siri. Hii mtoto amechomeka, ndio sasa daktari wa Cuba akasema hii ngozi imechomeka miisha yote. Ngozi ya kwanza, ya pili, ya tatu hakuna. Sasa inabidi umpeleke mahali peje atasaidiwa kwa mashini kubwa. Ikabidi sasa wakatransfer to Kenyatta. So from the documents zenye mlitoka nazo huko kwenye alijifungulia, hakuna mahali panaonyeshana ni kuchomeka? Ile ya Nduru hawakusema mtoto amechomeka. Walitupea tu livaru tu peke yake. Sasa ya kuanzia Kisii ndio nini nasema tuko nazo tu zote. Na the management mkitoka hakuna kitu kingine waliwaambia? Hiyo siku ya Livaro watu walituambia peleka mtoto mbele apate usaidizi. Hii shida ni kidogo itaisha. So ni kama walikuwa wanajaribu kuepuka hii mambo ya kuchoma? Ni kama walikuwa tu wataka tu kuepukana na hii. Na wenye walikuwa wanapiga picha, the consultant wa huko, mlijua kwenye walikuwa wanazipeleka? Tukuwa najua. Walituchukua hapo hiyo hospitali wakatusindiza mpaka hapo level 6 Kisii. Sasa wakatoeka wakaenda hivyo. Hatujui walienda wapi. Sasa watoaje hapo tukaenda kushughulika sasa. Ni ujumbe gani uko nao kwa the administrator mwenye ulipata uko Mburu? Ile ujumbe ndio kuwa nao kwa administrator ya Nduru. Tumeumia sana na hii mzigo ilikuwa tu yao. Negligence yao. Sasa hawana hata pole yani ile kutuambia pole kwa hii mzigo tumewapepesha.
Sasa mpaka sasa hivi hatujui ni ile kuchomeka imefanya mpaka mtoto bado ngozi inaleta shida. Mpaka wa leo mtoto bado hajakuwa mzuri. Bado akona shida. So ile ujumbe tuko nayo kama ni uwezo at least waingie na wao watusaidie kidogo.